Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tunawasalimu nyote kwa jina la Bwana. Amina. Ni kipindi chako ukipendacho cha Inuka Ukaishi Tena. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu aliyetupa neema na kibali. Kwa jina ninaitwa Margaret Sanga. Ninatokea Huduma Fellowship ambayo inapatikana Uyole, mtaa wa Mwanyanje. Karibu, tuko hapo tukimtumikia Mungu. Namba zetu za mawasiliano kwa ajili ya huduma ya maombi na maombezi, lakini kwa ajili ya ushauri wowote wa kiroho, namba zetu za simu ni 0685852191. Karibu mtumishi wa Mungu ambaye tumeongozana naye siku ya leo, upate kuwasalimia wasikilizaji wetu na watazamaji wetu, lakini utaenda kuomba kwa ajili ya jumbe ambao tumepewa siku ya leo. Karibu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na wasalimu katika jina la Yesu aliye hai. Amina. Kwa jina naitwa Roida Tweve. Amina. Jioni njema ambayo imekubarika machoni pa Bwana, ametupa neema na kibali. Amina. Baba, ninashuka mbele za uso wako katika saa hii na wakati huu. Ni wakati mzuri ambao Bwana umetupa kibali tuwepo katika madhabahu hii ya Radio Baraka. Mimi pamoja na wasikilizaji wa Radio Baraka, mahali popote mawimbi yanapita, mahali popote mawimbi yanasikika, pamoja na mitandao ya kijamii wanaposikiliza, ninashuka mbele za uso wako katika saa na wakati huu. Ni saa ambao unahitaji wahudumia wasikilizaji wa Radio Baraka. Pita wewe wahudumie kupitia neno anaenda kunena mtumishi wako katika jioni ya leo. Naomba Roho Mtakatifu pita mhudumie mmoja mmoja sawa sawa na utakavyo, sawa sawa na uhitaji wake, alivyojiachilia mbele za uso wako. Naomba Roho Mtakatifu shuke wahudumie watoto wako, wahudumie watumishi wako. Wengine ni makwani, wanahitaji neno la uponyaji. Mioyo yao imejeruhika, mioyo yao ina majeraha. Ni nani ashuke awagange majeraha yao? Bwana Yesu, shuka uwagange wewe. Roho Mtakatifu shuka useme na mama huyo na baba huyo, na udhihirisho wako na nguvu zako ziwahudumie katika siku ya leo. Ninamweka wakfu mtumishi wako mbele za uso wako. Naweka wakfu wa Radio Baraka, watumishi wote wanaosikiliza Radio Baraka, naweka wakfu kwako. Bwana, ninaomba ushuke wahudumie utakavyo na upendavyo wewe. Katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini, amen. Amina. Ndugu msikilizaji wa Radio Baraka na watazamaji wetu wa mitandao ya kijamii, ujumbe ambao tumepewa siku ya leo unapatikana kwenye kitabu kile cha Mwanzo. Kitabu cha Mwanzo ule mlango wa 21, ule mstari wa 14 mpaka ule mstari wa 19. Kitabu kile cha Mwanzo mlango ule wa 21, ule mstari wa 14 mpaka ule mstari wa 19. Nami ninaenda kusoma katika Utatu Mtakatifu. Ibrahimu akaamka asubuhi na mapema, akatwaa mkate na kiriba cha maji, akampa Ajiri akimtwika begani pake, na kijana akimruhusu naye kutoka, akapotea katika jangwa la Belisheba. Yale maji yakaisha katika kiriba. Akamlaza kijana chini ya kijiti kimoja, akaenda akakaa akimkabiri mbali naye kadri ya mtupo wa mshale, maana alisema nisimuone kijana akifa. Naye akakaa akimkabiri, akapaza sauti yake akalia. Mungu akasikia sauti ya kijana. Malaika wa Mungu akamwita Ajiri kutoka mbinguni, akamwambia, una nini Ajiri? Usiogope, maana Mungu amesikia sauti ya kijana huko aliko. Ondoka ukamwinue kijana, ukamshike mkononi mwako, kwa kuwa nitamfanya kuwa taifa kubwa. Mungu akamfumbua macho, naye akaona kisima cha maji, akaenda akakijaza kiriba maji, akamnywesha kijana. Ndugu msikilizaji wetu wa Radio Baraka na mtazamaji wetu wa mitandao tofauti tofauti, hiki ni kipindi chako kizuri ukipendacho cha Inuka Ukaishi Tena. Amina. Inuka ukaangaze macho tena. Amina. Inuka ukamtumaini Mungu tena. Amen. Hili neno au ujumbe huu ambao tumepewa siku ya leo ni ujumbe ambao unamhusu mtu anayeitwa Ajiri. Ajiri alikuwa ni kijakazi wa Sara. Ndiyo. Na huyu Sara alikuwa ni mke wa Ibrahimu. Lakini Sara baada ya kupoteza mwelekeo na kuona hana uwezo wa kupata mtoto, neno la Mungu linasema kwamba Sara akawa amempa mume wake Ibrahimu, akamwambia nimekupa huyu mjakazi wangu upate kuniinulia uzao. Amina. Kwa hiyo mahali hapa tunaposoma tunaona ya kwamba mtumishi wa Mungu Sara
baada ya kupata mtoto ambaye ni Isaka. Neno la Bwana linasema kwamba akamwona huyu kijana, huyu kijana ambaye ni Ismaili, akamwona akiwa na mdhihaki mtoto ambaye ni Isaka. Ndipo neno la Bwana linasema Isaka alipokuwa amedhihakiwa na huyu Hajiri, na huo muda ulikuwa ni muda ambao huyu Sara alikuwa amemwachisha mtoto wake kunyonya. Na kama ilivyokuwa desturi ya Wayahudi, tunaona ya kwamba huyu Sara akamuita mume wake Ibrahimu, akamwambia, mume wangu, ninaomba umuondoe huyu mjakazi wa kwako pamoja na mtoto wake Ismaili. Hili neno lilikuwa ni gumu sana machoni kwa Ibrahimu. Hili neno lilileta maumivu machoni kwa Ibrahimu. Hili neno ulikuwa ni mshale mkubwa kwa Ibrahimu. Na ndipo tunaona Ibrahimu akawa amegathirika kwa ajili ya hili neno lililotoka kwa Sara. Ndipo ambapo Bwana akamwambia Ibrahimu, msikilize mke wako, muondoe huyo ambaye ni Hajiri pamoja na mtoto wake Ismaili, maana huyo Ismaili hata rithi pamoja na mtoto wake Isaka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunamwona mzee Ibrahimu akawa amechukua chakula akampa huyo kijana, akawa amechukua kiriba cha maji, akawa amemtwika Hajiri, akamwambia aende huko ambako anatakiwa aende. Na tunaona yalikuwa ni mazingira magumu sana kwa Hajiri, na huyu Hajiri alikuwa hajui anaenda wapi, maana yeye siku zake zote na maisha yake yote alijua kwamba maisha yake ataendelea kuishi pale kwa mzee Ibrahimu, na alijua ya kwamba yeye ni mke halali wa Ibrahimu. Lakini tunaona baada ya huyu Sara kumwambia haiwezekani, huyu ambaye ni kijakazi akakaa hapa, inatakiwa aondoke. Na ndipo ambapo tunamwona huyu Hajiri akiwa amepoteza mwelekeo, maana hajui maisha gani anayoenda. Ulikuwa ni ukurasa mpya, ilikuwa ni sura mpya, zilikuwa ni nyakati mpya ambazo zilikuwa zimemjiria huyu ambaye ni Hajiri pamoja na huyu kijana. Na kama sijakosea, huyu kijana anaweza kawa alikuwa ni kijana wa miaka 16. Hivyo huyu Hajiri akawa amepoteza mwelekeo, maana hajui wapi aende na huko anakoenda ataishije. Neno la Bwana linasema, ndugu msikilizaji na ndugu mtazamaji wa mitandao ya kijamii, ya kwamba huyu Hajiri alikuwa ameendelea kwa muda mrefu, alikuwa amesafiri kwa muda mrefu, alikuwa ametembea kwa muda mrefu, na huo muda anatembea, neno la Bwana linasema ya kwamba kile chakula kikawa kimeisha, na chakula kilisha, ajui anaenda kuishi mahali gani. Hebu angalia wakati huo maisha ya huyu Hajiri alikuwaje, na maji kwenye kiriba yakawa yameisha. Neno la Bwana linasema huyu Hajiri akawa amekata tamaa, akawa yuko dakika ya mwisho, akawa amechoka kabisa, maana hajui hatima yake itakuwaje. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yawezekana ni wewe msikilizaji wa Radio Baraka, yawezekana ni wewe mtumishi, yawezekana ni wewe kuhani, yawezekana ni wewe mama, yawezekana ni wewe kijana, yawezekana ni wewe unayetufuatilia kwenye mitandao ya kijamii. Kuna vitu umevitafuta kwa muda mrefu, kuna vitu umeomba kwa muda mrefu, kuna vitu umehitaji kwa Bwana kwa muda mrefu. Umefika mahala ile ahadi, kama ambavyo tunaona ya kwamba Ibrahimu alikuwa amempa chakula, alikuwa amempa na maji, lakini vile vitu havikumsaidia na havikumuonyesha mahali pa kwenda, na njia kwake ikawa haionekani. Akatazama mbele akaona ni giza, akatazama kushoto akaona ni giza, akawa amekata tamaa, hawezi tena kuomba. Neno la Bwana linasema huyu Hajiri akafika mahala akamlaza mtoto wake, ili asimuone sana kufa, kama ambavyo wewe umeraza biashara usione saa inakufa. Mahali pengine babu kasema bora niende huko nikahangaike, hii biashara isifie mikononi mwangu. Ukaona wache mama endelee na hiyo biashara, lakini hiyo biashara imeshakufa, na umefika mahali umekata tamaa, na umefika mahali umechoka, umefika mahali uoni mbele, maana umeomba kwa muda mrefu kama ambavyo ilikuwa kwa Hajiri. Neno la Bwana linasema huyu mama Hajiri alikuwa amekata tamaa, ilikuwa ni dakika yake ya mwisho, zilikuwa ni nyakati kwake ngumu, ulikuwa ni wakati mgumu,
Mungu hakuona msaada, maana hapo yuko jangwani, na jangwani sote tunajua hakuna maji, hakuna chakula, hapo hakuna msaada, hapo hakuna ndugu, hapo hakuna rafiki. Hilo jangwa linakuhusu wewe. Neno la Bwana linasema huyu Hajiri akamweka mbali mtoto wake, ili asimuone sana kufa, ili asimuone sana kata roho, ili asimuone mauti inavyomkabili, na alijua ya kwamba hapa nimepoteza mwelekeo, maana sioni kwa kuona, sioni kwa kutafuta msaada. Neno la Bwana linasema alienda kumlaza mbali. Neno la Bwana linasema mahali pa kutupa mshale ilikuwa ni sehemu mbali kidogo, lakini neno la Bwana linasema yeye akawa anachungulia aone mtoto wake kama yuko hai. Ndipo ambapo Bwana akajifunua, ndipo ambapo Bwana akajidhihirisha, ndipo ambapo Bwana akamuita, maana alisikia kilio cha kijana. Neno la Bwana alisema kilio cha Hajiri. Hajiri alikuwa amechoka, Hajiri alikuwa amekata tamaa, Hajiri alikuwa amepoteza mwelekeo, hakuona hatima yake namna itakavyokuwa. Bwana Yesu asifiwe. Ndugu mtazamaji wa mitandao ya kijamii, Bwana Yesu asifiwe. Yamkini neno hili limekuja kwa ajili yako, yamkini neno hili limekuja jioni ya leo, yamkini neno hili limekuja kukuinua. Kuna vitu ambavyo umeomba kwa muda mrefu, kuna vitu ambavyo uliahidiwa kwa muda mrefu. Neno la Bwana linasema umefika mahala umekata tamaa, unaona kama Bwana hajasikia ile ambacho ulikuwa umekiomba kwa muda mrefu. Umefika mahali umechoka kabisa, huoni mbele, huoni nyuma, huoni msaada, na uko katikati ya jangwa. Unavyoangalia mbele hujaona msaada, unavyoangalia nyuma huoni msaada, maana hakuna msaada jangwani, maana hakuna majibu jangwani, maana hakuna rafiki jangwani. Neno la Bwana linasema huyu Hajiri alikuwa amechoka, akasema nisimuone. Yamkini kuna vitu umeomba kwa muda mrefu, yamkini kuna vitu umetarajia muda mrefu, yamkini umefika mahali umekata tamaa, yamkini umeomba, umefunga, umefunga mifungo yote unayojua, umeomba maombi yote unayojua, umeomba maombi ya toba, umeomba maombi ya mamlaka, lakini bado vyote hivyo vimenyamaza. Na umefika mahali umeona Bwana amekuacha, umefika mahali umeona Bwana hayupo, umefika mahali unaona Bwana amekuacha, umefika mahali umeona mbingu zimenyamaza kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Umesahau hayo majira, umesahau hayo majira ya kwamba Bwana hajakuacha. Neno la Bwana linasema Bwana hawezi kumwacha mtu wake, yeye aliyemtengeneza kwa sura yake, yeye aliyemuumba kwa mfano wake. Neno la Bwana linasema mwanamke anaweza kumwacha mtoto wake aliyemzaa, anaweza kumsahau mtoto aliyemzaa na aliyebeba mimba ya miezi 9, hata kama uchungu wake na ujua, lakini kuna majira naweza kamwacha. Akachanja mbuga kamwacha baada ya kuona hao ni mbele, lakini Bwana hawezi kumwacha mtu wake. Umefika mahali umekata tamaa, kuna maombi umeomba, lakini majibu uliyotarajia sio yale ambayo ulitarajia yatatoka, na umefika mahali huoni msaada tena, umekata tamaa. Na ulivyokata tamaa, neno la Bwana linasema hayo majira ndio majira rafiki, hayo majira ndio majira ya Bwana, hayo masaa ndio masaa ya Bwana. Mahali ambapo mwanadamu amechoka, mahali ambapo elimu imekoma, mahali ambapo ufahamu umekoma, mahali ambapo akili ya mwanadamu imenyamaza, haina kwa kwenda tena, imefika mahali imegote. Umefika mahali akili imenyamaza, huelewi hata jioni ya leo utakula nini, huelewi hata kesho itakuaje, huelewi watoto chuoni wataendaje, huelewi ugonjwa huo wapi utapona, maana umepita kwenye hospitali zote, umekutana na madaktari bingwa, wamefika mara wamekwambia ugonjwa huu haiwezekani. Ndio ugonjwa ambao Bwana anahitaji ajidhihirisha, ndio ugonjwa ambao Bwana anataka jitukuza, ndio masaa ambayo Bwana anataka jidhibitisha, ndio masaa ambayo Bwana wewe unaona giza, yeye anaona nuru, wewe unaona kuchoka, yeye anaona anaanza na upya, anaanza upya na wewe. Giza limekuangazia,
umefika mara uone nuru ipo hapo, ila wewe hujaona. Kama ambavyo Bwana alimwangalia Hajiri pale mahali alipomlaza, majibu yalikuwa mbele hatua moja, lakini yeye alichoka. Yeye alikata tamaa, hakuona hizo fursa zilizoko mbele, hakuona hizo baraka zilizoko mbele. Kama ambavyo wewe hujaona baraka zilizoko mbele, majibu yaliyoko mbele, hujaona uponyaji ulioko mbele, umeshikilia magonjwa ambayo umeambiwa hayaponi. Umeathiriwa na mazingira, kumbe mazingira mabaya ndio ambayo Bwana anafanya muujiza. Kumbe mazingira magumu ndio mazingira ambayo Bwana anahitaji ajitukuze. Sawa kuwa nasema haiwezekani, madaktari haiwezekani, ndugu zako wanasema tumemchoka, tumeuza vitu vyote, hatujui tufanye nini. Ndio majira ambayo Bwana anatengeneza muujiza. Kama ambavyo tunaona Hajiri hakuona fursa ambazo ziko pale, hakuona pale amemlaza mtoto, alijua mtoto anafia pale. Kumbe ndipo mahali Bwana anaanza naye, kumbe ndipo mahali Bwana anaachiria kitu ambacho kinahitajika pewe. Kumbe ndipo mahali upo uponyaji, kumbe ndipo mahali kipo chakula, kumbe ndipo mahali ambapo pana muujiza, kumbe ndipo mahali ambapo chemichemi zako zipo. Ndugu msikilizaji wa Radio Baraka, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu amesifiwe. Bwana ameona umefika mahali umekata tamaa, umefika mahali umechoka. Yamkini wewe ni mwombaji, yamkini wewe ni mtumishi wa Bwana, yamkini wewe ni mtu baki, lakini bado kuna vitu umeomba kwa muda mrefu, umevitafuta kwa muda mrefu. Kadiri Bwana anavyokusogeza ndivyo ambavyo umekata tamaa, umechoka. Neno la Bwana linasema, Bwana kamwambia Hajiri, una nini? Macho ya Hajiri yalikuwa yamefungwa, macho ya Hajiri yalikuwa hayaoni, macho ya Hajiri yaliona giza, macho ya Hajiri yaliona kuchoka, macho ya Hajiri yaliona jangwa. Bwana Yesu asifiwe. Hajiri ya kuona kisima, Hajiri ya kuona baraka, Hajiri ya kuona uaminifu wa Bwana, Hajiri aliona mlima, Hajiri aliona jangwa limetanda, Hajiri aliona kwamba giza, hakujua kwenye giza Bwana ndiko anakoachiria nuru. Mahali ambapo wewe umechoka, mahali ambapo umekata tamaa, mahali ambapo unasema Bwana ameniacha, ndipo Bwana anapoanza na wewe. Ni kweli umeomba kwa muda mrefu, ni kweli umekata tamaa, ni kweli umechoka. Jioni ya leo neno la Bwana linasema inuka. Inuka ukaone tena, inuka mwambie Bwana nifungue macho, ni kitambo gani kimebaki? Yamkini umefika mahali umechoka, yamkini umekata tamaa, kumbe bado hatua mbili kufika kwenye majibu. Bwana anamwambia Hajiri, geuka nenda. Alipofika pala akamwinua kijana, ndipo ambapo aliona chemichemi, ndipo ambapo aliona jiwa, ndipo ambapo aliona kisima kikitoa maji. Neno la Bwana likasema, akasema chota, jaza kiriba, endelea na safari. Maana safari ilikuwa bado, maana muda ulikuwa bado, maana mahali anatakiwa ishi ilikuwa bado. Kama ambavyo wewe umefika mahali umekata tamaa, umechoka kabisa, umechoka, umekata tamaa, huoni ndugu anakutembelea, huoni mtu anasema nikusaidie, ndipo muujiza wako umefika. Maana watu wakiwepo wakukusaidia, utajenga imani kwa watu. Utasema walinisaidia, utasema walinitetea. Bwana anataka wote wanyamaze. Afike mahali atembee, afike mahali ajidhihirishe, afike mahali aachilie hatima kwako. Ufike mahali useme hakika ndugu zangu hawakuhusika, madaktari hawakuhusika, kitu chochote hakuhusika, ni Bwana aliyehusika kwenye haya mazingira. Neno la Bwana linasema ya kwamba Hajira, nenda kamwinue mtoto wako. Yamkini ni biashara umeilaza, yamkini ni huduma umeilaza, yamkini ni watoto umewalaza, yamkini ni ndoa umeilaza, yamkini ni biashara ndio umefika mara huoni tena. Unaona ya kwamba mtaji unazidi kuporomoka, unaona ya kwamba unapoteza direction, na huoni kitu chochote kabisa. Ndio majira ambayo Bwana anataka ajitukuze, ndio majira ambayo Bwana anataka kujibu, ndio majira ambayo Bwana anataka kuinua, ndio majira ambayo Bwana anataka kuonyesha zile ambazo ni dhahabu kwa watoto wake, ndio ambazo ni ahadi ambazo zimestirika, ili upate kujua ya kwamba Bwana hajaniacha, yuko pamoja na mimi. Wewe ni wapi ulipolaza biashara yako? Ni wapi ulipo
ulipochoka? Ni wapi ulipokata tamaa? Ni wapi unaona uko jangwani? Hapo hapo kwenye jangwa, naomba nikwambie ndugu msikilizaji wa Radio Baraka na watazamaji wetu, hakuna muujiza Kanani, hakuna muujiza Misri, hakuna muujiza mali pengine popote. Kila moja na Misri yake, kila moja na jangwa lake, kila moja na Kanani yake. Mnaweza mkavuka pamoja, mnaweza mkaokoka saa moja, mnaweza mkabatizwa saa lakini saa ya muujiza ni ya kwako peke yako. Inategemeana umekaaje kwenye hilo jangwa, umemsikiaje Bwana, umekuwa mtii kiasi gani, una neno kiasi gripe kwenye moyo wako. Maana huwezi ukavuka jangwani bila neno la kukuvusha. Ndio maana kuna miujiza jangwani. Miujiza ipo jangwani. Hakuna muujiza Kanani. Kanani tunaishi kwa baraka, Kanani tunaishi kwa ahadi. Wewe uko jangwani, unayataka maisha ya ahadi. Nataka nikwambie, mwambie Bwana, nipe mkate mwingine, nipe maji mengine, nipe uwezo mwingine, nipe nguvu mpya, nipe maji mengine, nipe nguvu ya Roho Mtakatifu ili nivuke kwenye hili jangwa, nikutane na muujiza wangu. Hakuna hatima kwenye jangwa. Hatima yako iko Kanani. Inuka kijana, inuka Mbeya, inuka kanisa, inuka watumishi, inuka. Songa mbele, chapa raba. Usitazame nyuma. Nampenda yule mwanamke ambaye ni Mshunami, anasema Bwana, niendeshe kuendelea mbele, wala usikate tamaa, wala usichoke. Hayo masaa ya jioni ndio masaa ambayo Bwana anafanya. Haijalishi asubuhi imepita, mchana imepita, imekuwa ni jioni. Inuka, songa mbele, chapa raba, kaza kone, kaza buti, nenda mbele, ongeza mkanda, ongeza maombi, ongeza imani, ongeza kiwango. Ni nguvu mpya. Bwana anamwambia Ajili, kamwinue kijana. Jioni ya leo Bwana atembea kwenye maustari, kwenye makanisa, atembea Bwana, ainue watu wako. Inuka, inuka ukaombe, inuka ukatarajie, inuka ukatumaini. Ni kitu gani kimekufa kwako? Ni jangwa ripu na pita. Yamkini ni ndoa kijana, yamkini ni ndoa mama, yamkini ni uchumi, yamkini ni ndugu wamekuwa mshumari kwako, wamekuwa tanzi. Hilo ni jangwa kwako, kama ambavyo alikuwa kwa mtumishi wa Mungu Ajili. Ajili saa amechoka, sana sema basi litakalokuwa naliwe, na kama ni kufa basi afe. Nimeomba inatosha. Na ndivyo hivyo unanena. Nasema inuka, Bwana yuko hapo, anataka jitukuze. Saa akili yako imegonga ukuta, saa ufahamu wako umegonga ukuta. Neno la Bwana linasema inuka. Usiangalie ukubwa wa jaribu, usiangalie mazingira, usiangalie umbile ulilo nao, usiangalie umri, wala usihesabu miaka ukajitazamisha, ukajifananisha na watu wengine, ukasema mbona yule amevuka kwa wepesi. Huwezi kujua kitu ulichokibeba kina gharama gani. Maana jangwa linatofautiana na linatofautisha kulingana na huduma, kulingana na nafasi, kulingana na karama ulionayo. Jangwa la Musa halikuwa la Ibrahimu. Jangwa la Daudi halikuwa jangwa la Elia. Kila moja ana jangwa lake. Inuka ukaishi tena, ukaishi tena, ukaishi tena, ukaishi tena. Twende tukaombe mtumishi kwa ajili ya watu wa Mungu waliochoka na kukata tamaa. Mungu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ya hai, tunawasogeza watu wako hawa, tunalisogeza kanisa lako. Tunasogeza kina baba, tunawasogeza kina mama. Bwana, wewe ni Mungu ya hai. Hakuna Mungu kama wewe. Umesema kwenye Ezekieli kwamba roho zote ni roho za kwako. Hakuna mwingine anawajua watu hao, hakuna mwingine anajua thamani yao zaidi ni wewe Bwana. Ni majira yako hayo magonjwa sai, na ruhusu nguvu ya Roho Mtakatifu ipite. Hiyo nguvu ndio pokea. Hiyo nguvu, haya pokea hiyo nguvu. Hiyo kansa inaenda kuyayuka, pokea uponyaji. Hiyo nguvu, hiyo kansa ndio. Ndio hayo magonjwa, kifua kikuu kilichokusumbua kwa miaka mingi, hiyo miguu, haijalishi madaktari wamenena nini. Elimu na ukoma, mwanadamu na ukoma peke yake yuko
kwa Mungu. Inuka jioni ya leo. Pokea uponyaji, pokea hilo godoro ulilolalia ambazo ni fikra zako. Umefika mahala, umechoka kama ajili. Inuka kijana, inuka baba, inuka mtumishi, inuka. Yamkini ni uchumi, yamkini ni kilimo, yamkini kwenye ufugaji, yamkini kwenye jamii. Umefika mahala, umekata tamaa. Bwana ana haja na wewe. Inuka jioni ya leo, inuka ukaishi, inuka, fumbua macho, mwite Bwana, mwambie Bwana, nitazamishe yaliyoko mbele. Usiangalie hayo mazingira, usiathiriwe na hayo mazingira. Ndio haijalishi mazingira yananenaje, jenga imani kwa Bwana. Hiyo nguvu ipangua. Hiyo mitazamo duni na pangua kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Chochote matisho ndio yaliyopita, ndio Bwana kwa ajili ya maisha yako, kwa ajili ya mapito, kwa ajili ya magumu. Roho ya kukataliwa iliyokukabili binti, maana upati mume, umeomba ukuti majibu. Hilo vazi la kukataliwa na vua, na chana, na choma moto. Naita moto. Ndio vazi la kukataliwa ili usiolewe. Shetani anajua uzao ulioko kwako. Shetani anajua ulichokibeba. Umembeba Yusufu, umembeba Yakobo, umembeba Isaka, umembeba Daudi. Utakuwa na uwezo tena. Unamhitaji Bwana. Na pangua hiyo roho na vua hilo vazi la utasa kwa damu ya Yesu. Nguvu ya Roho Mtakatifu ipite. Ndio ipite hilo vazi la kukataliwa na choma na chana moto. Naita moto ushuke ramba hiyo dhambi, hilo vazi liondoka. Viatu vyovyote ulivyovalishwa kijana, unaokoka unaanguka, maana kipo kiatu ulichovalishwa, kiatu cha miungu ya ukoo, na vua hivyo viatu, na vua viatu vya uzinzi, na pangua hicho kiatu, na vua kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Na vishwa kiatu kipya ambacho ni kiatu cha utayari kumtumikia Bwana, leo. Na vua hayo mavazi ya kufirisika, maana kila biashara uliofungua unaona inakufa. Leo na vua hilo vazi, na vua kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu wa Nazareti. Ndio Roho Mtakatifu, ni masaa yako, ni majira yako. Pita kwa vijana, wape uhitaji wao. Shuka kwa wagonjwa walioko hospitalini, na ruhusu nguvu ya Roho Mtakatifu. Pokea uponyaji. Ni masaa ya Bwana, ni masaa ya Bwana. Kitanda kikuachie, hilo tandiko likuachie. Ndio likuachie nguvu ya Roho Mtakatifu kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Pita kwenye fikra ya kwamba ugonjwa huu ni wa kwetu. Huwatuponi. Haijalishi bibi yako alikufa kwao, mama alikufa hapo, wewe unavuka kwa viwango vingine, unavuka kwa ushindi. Inuka, acha kukata tamaa. Inuka ukaishi tena. Inuka ukamwone Bwana. Nuru ya Bwana imekuangazia. Pokea hiyo nuru. Haijalishi giza, pokea hiyo nuru. Pokea nuru na uwezo wa Bwana uwe juu yako kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti uliye hai. Wewe unayetaka kuokoka, ongozana na mimi sala ya toba. Sema, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako, ninaomba unihurumie. Ni kweli Bwana nimechoka, ni kweli Bwana nimekata tamaa, ni kweli Bwana nimeona niko peke yangu. Ninaomba nirehemu. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Niinue kwa upya Bwana, niinue kwa upya Bwana. Nishike mkono, nami najitoa kuwa mwana wako, nawe uwe mwana wako, uwe Mungu wangu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti uliye hai. Asante Roho Mtakatifu. Asante ndugu msikilizaji wa Radio Baraka. Asante kwa watazamaji wetu. Mungu awabariki. Tukutane Jumamosi ijayo endapo Yesu hajarudi kulichukua kanisa. Namba zetu za mawasiliano ni 0685852191 na Mungu awabariki. Amen.